mabobo ya bwa mwiri ntukorware turarire mu yaskare kanana mwambo ya chomba diabetes mu yore mbete kwedera yuki wata mamilioni yantu nati akinyake kinyaume yandi guru kuringana na WHO mu yone yureta mirimo emingi yakura mezo pia kuroma na mirimo enge emingi ntukorware ndira mutaalamu ro komba kwedera etutarire manto kadomba yakoni murimo yo. Karibu sana daktari. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Habari ya mwaka mpya? Mzuri sana. Tunashukuru Mungu. Salimia mtazamaji wa Ameru TV. Nasalimu sana wasikilizaji wa Ameru TV na mimi naitwa Daktari Lewin Alima kutoka The Covenant Hospital. Leo tumepanga tuongelee mambo kuhusu diabetes. Diabetes ni shida ambayo inasumbua watu wengi na utafiti unaonyesha kwamba karibu 11% ya wananchi wako na shida ya diabetes. So mara mingi tukiongea diabetes watu wanauliza diabetes ni shida gani? Diabetes ni ile shida ambayo sukari inapanda. Ile kiwango ya sukari kwa mwili inapanda kuliko ile kiwango ambayo inatarajiwa. Na wakati inapanda wakati fulani inasababisha madhara kwa mwili. Kuna aina kadhaa ya hiyo ya diabetes. Kwanza kuna ile inaitwa type 1. Kabla tuendapo kwa aina za kisukari, tuambie nini husababisha huu ugonjwa? So diabetes ni ile hali ambayo mwili haiwezi kucontrol ile kiwango ya sukari ambayo iko kwa mwili. So wakati mwingi ndio kwa sababu nakwambia kuna aina mbili. Kuna ile aina ya type 1. Type 1 ni kumaanisha mwili haiwezi toa ile insulin ama ile hormone ambayo inaitwa insulin. Hiyo hormone inasaidia kubalance ama kucontrol sukari. So hiyo ikikuwa hivyo sometimes inaleta shida. Na mara mingi hiyo hormone inatolewa na ile kiungo ambayo inaitwa pancreas. Pancreas kwa kazi yake ni kutoa insulin ambayo ita control sukari. So pancreas kuna ile inaitwa autoimmune. Mwili inapiga hiyo kiungo. So wakati inapiga haiwezi fanya kazi vizuri. Wakati mwingine pia kunaweza kuwa na ile injury ama mtu akiwa ameumizwa wakati anafanywa kitu kama operation ama wakati alianguka, pia inaweza pia affect. Pia kuna ile ya pili. Hiyo type 1 hiyo inapata watu jinsia gani na umri gani? Mara mingi type 1 inapata watu wenye bado ni wa umri mdogo. Watoto mara mingi kwa sababu pale ni pancreas ndio haiwezi toa hiyo insulin. Na pia inaweza kupata watu wakubwa hususan maybe akipata shida ama injury ama ile kiungo ambayo inaitwa pancreas ikipata kuumia. Tuseme upate accident. Yes, ukipata accident. So hiyo inaweza pata pia mtu mkubwa, lakini kwa kawaida inakuwa kwa watoto ambao umri ni mdogo. Vile vile pia kuna ile inaitwa type 2. Type 2 ni ile ambayo ina affect sana watu ambao umri umesonga zaidi ya miaka 15 kupanda juu. Hiyo ni ile kuna ile inaitwa resistance. Resistance ni kumaanisha pale ambapo ile insulin ile hormone ambayo ina control sukari inafanya kazi, kumekuwa na resistance. Wakati kuna na resistance unapata kwamba ile insulin ama ile sukari ambayo iko kwa mwili inakuwa vigumu kuchukuliwa ili iweze kutumika ama pia iweze kuwekwa kama store. Ndio wakati mtu anahitaji inatumika. Pia kuna ile ambayo tunasema gestational diabetes. Hiyo ni ile wakati mtu anapata wakati ako na ujauzito. Wakati mtu anakuwa na ujauzito mara mingi kuna na hormonal imbalance. Na hizo hormones pia zinafanya kuna na resistance ya insulin. Insulin tumesema ni ile hormone ambayo ina control kiwango ya sukari kwa mwili. Sio pia ndio aina nyingine ambayo tunaweza pata diabetes. Na hiyo ya wakati ya mtu anakuwa mjamzito, hiyo mara mingi akizaa kuna uwezekano inaweza enda kwa sababu kwa sababu kile kitu ambacho kilikuwa kinasababisha ama ameshazaa. Sasa hormones inarudi ile kiwango yake ya kawaida. So mara mingi utapata anarudi kawaida. Na akikuwa mjamzito tena bado hiyo ugonjwa itarudi?
Ni uwezekano. Kuna uwezekano inaweza rudi kwa sababu kuna inasema risk factors. Kama umai kuwa nayo, kuna uwezekano inaweza rudi, lakini si lazima hiyo shida irudi wakati anazaa ama wakati anapata ujauzito mara ya pili. Daktari, ni wakati upi mtu atajua niko na ugonjwa wa kisukari? Kuna dalili kadhaa wakati mtu anakuwa na shida ya sukari. Ukiona dalili kama hizo, ni nzuri unachunguzwa ama unatembelea hospitali ili uweze kuangalia ikiwa uko na shida ya diabetes ama hiyo sukari inataka kupata. Dalili ya kwanza ni mtu anasikia njaa. Hiyo tunasema polyphagia. Unasikia njaa mara mingi. Hiyo ni mojawapo ya dalili ya sukari. Kuna dalili nyingine ya pili, ile nasema polydipsia. Hiyo ni ile wakati mtu anasikia kiu. Mara mingi unasikia kiu na kukunywa maji kwa sababu mwili inasikia ni kama inakaukia kwa sababu ya kiwango kile cha juu cha sukari. So mtu anasikia kukunywa maji. Kuna nyingine inaitwa ile nasema frequent micturition. Mtu anakojoa mara mingi. So unapata wakati mwingine anakojoa usiku, unashinda ukienda kukojoa, pia ni mojawapo ya dalili ya shida ya sukari. Wakati mwingine wengine wana sweat. Ile nasema kudhidhina. Wana sweat mara mingi. So hiyo pia ni dalili mojawapo ya sukari. Ingine pia ni wakati mwingine mtu anakuwa na shida ya kidonda kupona. Unapata mtu amepata kidonda kama mtu mwingine wa kawaida, lakini kidonda chake kinachukua muda mrefu kupona. So inaweza kuwa pia dalili. Hatusemi ni lazima ikuwe ni sukari, but inaweza kuwa signs ama ile dalili moja ya sukari. Tuseme mgonjwa wa diabetes ako na kidonda. Hiyo kidonda inaweza pona ama? Kidonda inaweza pona na huwa zinapona, lakini jambo la kwanza lazima ile sukari ijaribu kukontroliwa. Hiyo ni kupitia mambo mingi kama chakula na pia dawa, ili sukari iwe ile kiwango ya kawaida. Kitu kingine pia ni ile kidonda kuangaliwa vizuri. Hiyo ni maanisha kuhakikisha kidonda ni safi na pia kupewa dawa zile za kuzuia magonjwa bakteria isiingie. Kwa sababu mara mingi pia ukiwa na sukari, hizo magonjwa ama tunasema bakteria zinapenda mahali kuna sukari. So unapata wakati mwingine kidonda inakuwa ngumu kupona ama inachukua muda mrefu. Daktari, kuna hizi dalili watu kuwa nazo. Kuna mwenye ni mnene, ataambiwa hii unene imesababisha akuwe na ugonjwa wa kisukari. Na kuna mwingine atakonda kupita kiasi. Mbona hizi dalili ziko tofauti? Tukisema unene, haimaanishi lazima mtu akiwa mnene atapata shida ya sukari. Hiyo tu ndio tunasema risk factor. Kuna zile vitu ukiwa nazo zinachangia ama zinaongeza uwezekano wewe kupata shida ya sukari. Wakati mtu anakuwa mnene, ile tunasema mafuta inajaa. So wakati mafuta inajaa, kuna zile zinaitwa receptors ama mahali pale ambayo ile homoni ambayo tumesema insulin inafanya kazi. Hapo mahali kuna kani kama kuna funiko ama kuna kwa hakuko sensitive. So hapo unapata sukari inaanza kupanda. Wakati mwingine pia ukiwa na mafuta mingi, inamaanisha kiwango ama ile unatumia vitu zile nasema za sukari ama zile nasema carbohydrate kwa wingi. So ndio mwili inabadilisha, inaziweka kwa store. Unapata pia mwili inanenepa. Kuna zingine pia zinakuja kwa sababu ya familia. Familia nasema ni risk. Haimaanishi familia yenu ikiwa na sukari utapata shida ya sukari, lakini ni risk. Kuna uwezekano ikiwa kwa familia yako hizo, kuna uwezekano mkubwa wa kupata resistance. Unapata mtu anapata shida kama hiyo. Na sukari pia ni kitu inakontroliwa mzuri, lakini usipo control sukari wakati mwingine kuna ile madhara inaweza leta kwa mwili. Ile tunasema long term na pia kuna short term. Kuna madhara kama vile tumesema pia kidonda. Kabla twende hapo, mtu akiwa na ugonjwa wa kisukari anafaa kupima wakati mgani? Asubuhi, jioni, wakati amekula, wakati hajakula, ama anafaa apime wakati gani? Okay. Kuna ule mtu ambaye amegundulika ama amepatikana akiwa na sukari. Mara mingi sukari inaweza pima karibu
karibu kila siku mpaka ile wakati tutahakikisha kwamba sukari yake inakuwa well controlled. Ikishakuwa controlled, then tunaweza kaa kama wiki moja ama wakati mwingine baada ya wiki mbili, kulingana na vile mtu ataweza, lakini lazima uhakikishe ya kwamba hiyo sukari imekuwa well controlled kwa kutumia chakula vile mtu anakula, vile vile kwa kutumia madawa wakati mwingine. Lakini yule mtu ambaye ni mara yake ya kwanza, kuna hizo test tunafanya za kuconfirm. Kuna ile nasema ni random. Random ni kumaanisha ile umefanya wakati ule hata mtu akiwa amekula hiyo wakati. So ukifanya random inaweza kuashiria ama kuonyesha kwamba mtu ako na shida ya sukari. Na hiyo sukari ikipanda, kuna ile nasema ikipita 11.1 millimoles per liter, inamaanisha unaweza kuwa na shida ya sukari. So ukipata mtu akiwa na shida kama hiyo, ama ukipata sukari yake imepanda, huwa tunafanya nasema confirmatory test kuhakikisha ukweli mtu ako na sukari. Kuna hii inaitwa fasting. Fasting mara mingi asubuhi, apima asubuhi, kwa sababu tunataka tuhakikishe. Lakini hiyo ni ile wakati unataka kuhakikisha, wakati unapata ile ya random ilikuwa juu. So hii ni ya kuconfirm. Kuna test pia kama inaitwa HbA1c. Wakati sukari inakuwa mingi kwa mwili, hiyo sukari huwa inachanganya na zile chembe za damu zinaita hemoglobin. So test kama hizo pia inakuanga mzuri ya kuhakikisha, na hiyo inaweza tuonyesha kwa miezi mitatu sukari yako imekuwa kiwango gani. So wakati tunapata iko juu, inamaanisha kwa hiyo miezi mitatu imekuwa ni shida ya sukari, ni vile wewe mwenyewe hujagundua. So tunaashiria watu wanapimia kuconfirm, na zile test tunafanya hata pale kwetu The Covenant Hospital, tunafanya zile test kufanyia kuhakikisha kwamba watu wetu wanasaidika na wanagundulia wale ambao wako na shida ya sukari. Kitu kingine ambayo pia inaweza tuonyesha ama kuashiria kuna shida ya sukari ni kipimo ya mkojo. Wakati mwingine ukipima mkojo unapata kuna sukari kwa mkojo. So hiyo pia wakati tunakupima mkojo, maybe ulikuwa na shida ya mkojo, wakati unaenda kuangalia kwa zile microscope ama ile inaitwa dipstick, utaona sukari. So wakati tunaona sukari, tunaweza taka kujua kiwango yako ya sukari iko aje kwa damu. So hizo ndio mojawapo ya zile test ambazo zinaangalia mtu akiwa na shida ya sukari. Mtu mwenye si mgonjwa wa kisukari anafaa kuwa na sukari kiwango gani? Kuna ile ya nasema ya kupanda upande wa juu, tumesema isipite 11.1 millimoles per liter. Alafu kushuka mara mingi ikienda chini ya 4 inaweza kuwa ni risk. Lakini inaweza kuwa risk kwa sababu hujakula, labda ama umekaa muda mrefu kama hujakula, ama wakati mwingine kama mtu ako na shida ya sukari na akapewa dawa, dosi ikawa juu, inaweza enda chini. So mara mingi inafaa iko kuanzia 4 ukakwenda kwa 11.1. Hiyo ndio normal range ya mtu ambaye ana sukari. Ni vyakula gani husababisha ugonjwa wa sukari? Mara mingi kuna zile vyakula tunaongelea starch, ama zile ambazo ziko na sukari mingi, carbohydrates. So mara mingi vyakula kama hizo ukitumia kwa wingi, mwili inatumia ile kiwango ambayo inahitaji, ile ambayo itumiki inaweza kuwekwa kwa store. So ikiwekwa kwa store ama mwili ikiweka kama akiba, mara mingi inaongeza mafuta. So wakati inaongeza mafuta, unapata kuna uwezekano sukari kupanda juu. Na pia vile vile kwa sababu ni sukari, ukitumia itapanda juu. So chakula ni kama hizo, huwa tukatazi watu kukula, lakini mara mingi ni ratio. Kiwango hizo vyakula ziwe chini. Vitu kama sukari mara mingi tunaambia watu wanatumia kiwango kidogo, na kama anaweza kaa bila, bado ni mzuri. Kitu kama ugali, pia ratio inakuwa kidogo. So wakati unakula, mara mingi tunasema almost ama zaidi ya nusu ya chakula yako inafaa ikuwe greens, ama tunasema vegetables. Hii inasaidia kupunguza uwezekano. Ni lazima greens, unajua vegetables ni mingi. Ni lazima ikuwe greens. Unajua kuna vegetables mingi na tuseme kama peas, biringani, carrots. Ukikula hizo ni kama umekula greens. Hizo ni vegetables. Unajua kuna watu wengine tukisema ukakula greens na wengine ni ngumu. Ni ngumu. Sasa mara mingi huwa tunasema una balance. Una balance hizo vegetables, ni hizo bado kama vile unaongeza carrot na kila kitu.
fruits. So vegetables generally ndio tunaongea kwa wingi. So haiko restricted sana. Lakini ile mambo ya carbohydrate, masukari, ndio tunasema inakuwa kidogo. Sasa mgonjwa wa sukari anafaa akule nini? Vyakula ambavyo anafaa kule. Mara mingi kitu ya kwanza tunawaelezea watumie maji kwa wingi. Kwa sababu maji inasaidia kudilute ama kupunguza kiwango ya sukari. Na pia upande wa chakula kuna daktari wanaitanga nutritionist. Hata pale kwetu The Covenant wanapatikana, wanaangalianga ile chakula mtu atatumia. Na chakula wakati mwingine unaweza elezea mtu, lakini unaangalianga ni chakula gani mtu anaweza pata. Ni kuja kwako nikuulize, mama, wewe ni nini unapata, wewe nini unapata? So nikijua zile vyakula ambavyo unapata, nitaweza kudirect vile utaweza kula. Kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza elezea mtu kula hii na kiwango fulani, upate vyakula kama hizo ni ngumu kukula. So mara mingi kuna ile semanga hiyo diabetic plate. Sahani nusu hiyo vegetables, alafu hiyo the other half inagawanya protein na carbohydrate. So hivyo ndio tunaelezea watu mara mingi. Ni vipi ambavyo tunaweza dhibiti ugonjwa? Kudhibiti, kitu ya kwanza tunaambia watu waishi maisha ambayo ni mzuri. Nasema healthy life. Hiyo ni kupitia kukula vyakula zile ambazo ziko na afya. Ile tumesema hizo vegetables kwa wingi. Na kwa avoid tunasema junk foods, zile canned, zile zimekuwa processed. Hizo carbonated drinks. Vitu kama hizo unajaribu kupunguza. Ingine pia tunaambia watu vile nimesema maji kwa wingi ni mzuri. Vile pia tunaambia watu wanafanya mazoezi. Kwa sababu wakati mwingine kama wewe ni mtu ambaye unashinda umeketi, wakati mwingine mwili haitumii ile sukari ambayo iko kwa mwili. So ikiweko unapata mafuta inajaa, baadaye inaleta shida ya sukari ama inaongeza uwezekano wa kupata shida ya sukari. Pia mazoezi inasaidia kubreak down ile mafuta, kwa sababu kutakuwa na inasema demand ya nguvu. So wakati kunakuwa na demand, ile mafuta inakuwa broken down, inapunguza uwezekano wa sukari pia. So hivyo ndio mara mingi tunaambia watu wanajitunza. Ingine pia ni semanga screening. Screening ni ukisikia dalili kama hizo ambazo tumeeleza